Karibu Jam TV Tanzania. Hapa unapata hadithi za kusisimua, mapenzi na burudani zisizo na mwisho. Usisahau like video ikiwa unafurahia, share na marafiki wako ili nao pia wacheke au wasome hadithi zetu. Subscribe sasa ili usikose video mpya kila siku. Jam TV Tanzania, burudani kwa kila mtu kila wakati. Katika mji mdogo wa kale karibu na misitu minene alikuwako kijana mmoja aitwaye Juma. Juma alikuwa jasiri, lakini mara zote alikuwa na hamu ya kugundua vitu visivyojulikana. Siku moja akiwa akitembea karibu na mto wa mji, aliona mlango wa zamani wa jiwe uliokuwa umefichwa na mizabibu na miti minene. Hali hiyo ilimvutia sana na hakuwa na hofu. Aliguswa mlango huo na ukafunguka kwa siri. Nyuma ya mlango huo kulikuwa na holo kubwa iliyokuwa imejazwa na picha za kale na alama za ajabu ambazo hakuweza kuzitafsiri. Kila kitu kilikuwa kimetulia isipokuwa sauti ya mapigo ya moyo ambayo ilisikika kama kutoka sehemu za mbali, lakini hakuwa na mtu aliye karibu. Hapo ndipo alipoanza kusikia sauti za maneno yasiyoelezeka zinazomwambia, Juma, usirudi, usirudi. Lakini kishindo cha uvumilivu chake kilimfanya ajirushe zaidi ndani ya holo, akiwa hatarini kugundua siri kubwa ambayo ingemabadilisha maisha yake milele. Juma alipoingia ndani ya holo aliona sanduku la kale lililokuwa limefunikwa vumbi. Alikigusa kidogo na ghafla mlipuko wa mwanga wa samawati ulitoka ndani ya sanduku. Mwangaza huo ulikuwa mkali kiasi kwamba Juma alilazimika kufunga macho. Baada ya muda alipofungua macho, aliona ramani ya mji wa kale ikiwa na alama zisizoeleweka. Alijaribu kuchukua ramani hiyo, lakini mkono wake uliguswa na kitu kisichoonekana. Na ghafla alihisi sauti ndani ya kichwa chake, usiruhusu siri hii kuguswa na wengine. Hapo Juma alisikia mlio wa hatua zisizo za kawaida. Aligeuka taratibu na kuona kivuli cha mtu kinasogea kutoka pembe ya holo. Kivuli hicho kilikuwa kimejaa nguvu isiyo ya kawaida na kilionekana kuzunguka kama kikiwa na mawimbi ya giza. Juma alijua kwamba kitu hiki kilikuwa hai na hakitaki kuona siri yake ikifichuliwa. Lakini ushahidi wa siri hiyo ulikuwa wa thamani sana. Hivyo aliamua kuendelea kufuatilia licha ya hatari kubwa iliyokuwa mbele yake. Kila hatua aliyochukua, sauti ya maneno yasiyoelezeka ilikuwa ikiwazunguka kinyume chake, ikimkumbusha kuwa kila kitendo chake kinaweza kubadilisha maisha yake milele. Juma alikimbiza moyo wake, lakini hakurudi nyuma. Alifuata kivuli hicho kikiwa kinasogea kuelekea mlango wa dhahabu uliokuwa umejificha nyuma ya pazia la ukuta. Aliposogea karibu, aliona kuwa mlango huo ulifunguliwa kwa nguvu ya ajabu, na ndani kulikuwa na chumba kikubwa kilichojazwa na hazina za kale, silaha na vitabu vya siri. Hapo ndipo alipoona kitu kilichoashiria ukweli. Kivuli kilikuwa ni roho ya mlinzi wa mji wa kale ambaye alilazimika kulinda siri hiyo kutoka kwa wote waliokuwa na nia mbaya. Lakini roho hiyo haikuiona Juma kama tishio, bali kama mtu mwenye moyo safi aliyestahiki kugundua ukweli. Roho ilimzungumza kwa sauti yenye nguvu lakini ya utulivu. Sasa umeona kweli, lakini lazima uchague. Utaacha siri hii kuwa ya siri au utaibadilisha dunia? Juma aliketi kwa hofu na kufikiria. Hapo ghafla vitabu vya kale vilianza kufungua kwenye mezani, na kila ukurasa ulionyesha hekima na mafunzo ya vizazi vilivyopita. Alijua kuwa ushindi wa kweli haukuwezi kupimwa kwa hazina wala nguvu, bali kwa hekima na ujasiri wa moyo. Kwa uamuzi wake, Juma aliamua kuhifadhi siri ya mji wa kale, lakini kutumia hekima aliyopata kuisaidia jamii yake. Roho ya mlinzi ikatabasamu na kivuli chake kilianguka kwa utulivu, kikiwa hakitoweka wala kumdhuru. Kwa hivyo, Juma alirudi mji wake akibeba hekima na siri ambazo zingemsaidia yeye na watu waliomzunguka, huku akijua kuwa miji mingi ina siri ambazo zinangojea wale wenye ujasiri wa kutafuta ukweli. TV Tanzania inakuletea burudani isiyo na mwisho. Like ikiwa unafurahia, share na marafiki. Subscribe sasa ili usikose video mpya. Jam TV Tanzania, hadithi na burudani kwa kila mtu.